uhalali wa uchaguzi sio lazima Chadema washiriki. Uhalali wa uchaguzi hautokani, yani ushiriki wa Chadema sio SI unit ya kuhalalisha uchaguzi kwamba ulikuwa halali. Sisi tunafahamu Chadema walikataa wenyewe kushiriki uchaguzi. Sisi wa Tanzania tunapiga kura kwa waliokuja kugombea. Watanzania wa Njombe watachagua mbunge miongoni mwa vyama vya siasa vilivyogombea. Chadema wao wenyewe walisema hawatashiriki uchaguzi mpaka wapate mabadiliko wanaoyataka. Leo kwa sababu hujashiriki uchaguzi, wenzako vyama vingine vimeshiriki, Watanzania wameshiriki, unasema uchaguzi sio halali. Uwezi ukasema kiongozi aliyepatikana sio halali kwa sababu wewe hujashiriki. Taratibu za nchi zinasema ili ushiriki uchaguzi lazima ukasaini fomu ya maadili. Si ndivyo? Wewe umesema utaki uchaguzi wala fomu usajili. Alafu unakuja baadaye unasema uchaguzi sio huru, uchaguzi haukuwa haki, uchaguzi umeingiliwa. Tunamshauri Chadema, zipo kazi nyingi za kufanya. Sio lazima tuilazimishe, tuishawishi jamii iingie kwenye machafuko. Na kwenye hili tutaviomba vyombo vya ulinzi na usalama wafanye uchunguzi kwa makini, waangalie namna ambavyo Chadema inaweza ikawa inahusika kufanikisha machafuko ya Oktoba 29. Narudia, vyombo vya ulinzi na usalama vimewachekea sana Chadema. Wafanye uchunguzi, wakaangalie kwa namna gani Chadema wanahusika moja kwa moja kwa vurugu za tarehe 29 Oktoba, kwa sababu mahusiano yao na baadhi ya taasisi za ndani na nje zinafanana kwenye lugha. Kwa mfano, wanasema wananchi wapeni watu wazike miili yao. Wapeni watu wazike miili yao. Ni nani ameomba mwili wake akanyimwa? Yani yeye anapata wapi kusema wape watu wakazika wapendwa wao? Ni mpendwa nani? Ni mtu gani hapa Tanzania? Sisi wanahabari, amekuja kwenye newsroom anasema ndugu yake amekufa kwenye Oktoba 29, wameomba mwili wa kwenda kuzika, wamenyimwa. Yupo? Sasa unapata wapi habari ya kusema watu wakazike? Unasema kuna kaburi la pamoja. Mimi nimeenda hapo kwa Kondo, sijaliona. Lakini sasa taarifa hiyo wanasema Heche, taarifa hiyo wanasema mwandishi mmoja wa nje, taarifa hiyo wanasema mwanaharakati anayecontrol Chadema kutokea Nairobi, taarifa hiyo vinasema vikundi vyao. Alafu na sisi huku tunawaamini. Mimi na mchallenge Heche na wa challenge watu wengine, ni nani ambaye ameomba mwili, au ni nani ametoka hadharani akasema ndugu yake hajamzika? Sasa wanazitoa wapi? Kwa sisi Mesila tunasema, kwanza hatupo tayari kuruhusu uhuru wa taifa letu, amani ya taifa letu iliyojengwa kwa zaidi ya miaka 60 ichezewe tena kama ilivyotaka kuchezewa tarehe 29 mwezi wa 10. Lakini tunawa challenge viongozi wa upinzani hasa Chadema, wajiangalie kama wanavyofikiri sawa sawa. Inawezaje kuwa sawa wewe utamani taifa lako liendeshwe na watu wa nje? Lingine la muhimu watu kujua, Chadema hawajaanza leo kuto kushiriki uchaguzi. Mwaka 95 hawakushiriki uchaguzi. Alikuwa mgombea Mlema na wengine, uchaguzi ulikuwa huru au kuwa huru? Ulikuwa huru, lakini wao hawakushiriki. Mwaka 2000 Chadema hawakushiriki uchaguzi mkuu. Waligombea CUF, NCCR na wengine. Uchaguzi ulikuwa huru au kuwa huru? Kwa uchaguzi kuwa halali, swala la uchaguzi kuwa halali haliwezi kuhalalishwa na ushiriki wa Chadema, au uchaguzi kuwa haramu hauwezi kuhalalishwa na kuto kushiriki kwa chama kimoja. Nyinyi mmeamua hamshiriki, pisheni. Sasa wao wanasema mimi sishiriki uchaguzi, alafu unasema uchaguzi huu serikali siitambui. Walioshiriki sio wanaitambua. Kuna vimeshiriki vyama zaidi ya 15, kwa sababu mbele ya sheria vyama vyote vina haki na hadhi sawa. Na kwa nchi yetu swala la uchaguzi
ni hiari. Vyama vya siasa Tanzania havilazimishi kushiriki uchaguzi. Unaamua mwenyewe ushiriki au usishiriki. Unasema hakuna usawa au hapakuwa na majukwaa sawa ya kisiasa. Ni kweli? Unaweza kusema kuna kipindi Chadema wamefanya mikutano kuliko kipindi hiki? Wamekwenda kila sehemu wakati wana promote agenda yao ya no reform no election. Wamekwenda kwenye vyombo vya habari, hamjawapa platform. So wamekwenda kwenye taasisi za vyombo vya habari, wamekwenda East Africa, wamekwenda Azam kote. Wamekwenda wafanya mikutano ya hadhara, lakini bado wanatutukana wanahabari kwamba vyombo vya habari vimekandamizwa. Uchaguzi, yani siasa haikuwa sawa. Kama uliweza kwenda East Africa Heche, ukasema nchi hii haitatawalika kama hapata kuwa na reforms, ulitumia mfumo gani? Si chombo cha habari. Kama ulikwenda TBC, kama ulikwenda Azam. Sasa pia wasitutukane matusi ya leja sisi wanahabari. Wenyewe tu wanafahamika, wanasogea, wana trend kupitia vyombo vya habari. Na akisema hakukuwa na mazingira sawa, vyama vya upinzani vimekandamizwa, mimi ni shahidi. Tumemuona kiongozi wa upinzani wa chama hiki akizunguka nchi nzima. Alafu lazima tujue, tukumbushane hata sisi wanahabari, kuwa kiongozi wa asasi, mimi ni kiongozi wa NGO ya Mesira, kuwa kiongozi wa Chadema, kuwa kiongozi wa CCM hakukuondoi kwenye jinai. Yaani wewe uweze kusema kwa sababu wewe upo kiongozi wa upinzani alafu unakwenda kutukana na mtu. Uweze kujiita wewe kwa sababu ni mkuu wa asasi ya kiraia unakwenda kumpiga mtu makofi. Haiwezekani. Nchi yetu inaongozwa kwa misingi ya kisheria. Tumejiwekea sheria ili tuheshimiane. Ndio maana mimi na ubonge wangu huu naweza nikafika barabarani hapo trafiki mwembamba akanisimamisha. Nasimama, namsikiliza kwa sababu ya utaratibu, utawala wa kisheria. Sasa wewe mwenyekiti wako anaongea vitu vya kuvunja amani, anakamatwa, anapelekwa kushtakiwa, anashtakiwa wazi, kila mtu anaona. Alafu wewe leo unatoka unasema aachiwe huru. Yule kule Karatu kule mtoto wake kakamatwa kwa makosa na anashtakiwa, hana uwezo wa kupiga kelele, ataachiwa kwa njia gani? Tuviache vyombo tulivyoviamini viendelee na kazi. Halafu haiwezekani sisi tukishinda kesi mahakama ziko huru, Mungu katenda haki. Tukishindwa mahakama zinaingiliwa. Kwa hiyo leo tumesema tuzungumze na Watanzania wenzetu, tuwaambie hatupo tayari kuruhusu tena upotoshwaji unaofanywa na watu kama kina Heche. Heche mwenyewe amekuwa hapo alipo kwa sababu kanuni za chama chake zilifuatwa. Kanuni ya Chadema ilitaka mimi nikatwe, nilikubali kukatwa. Kanuni ya uchaguzi wa NEC imewataka Chadema wasaini, wamekataa. Wamesema washiriki. Halafu ngoma usioicheza usiingilie. Chadema wamesema hawataki kuhusu nini? Uchaguzi. Leo wangetokea watu walioshiriki uchaguzi, chama kilichoshiriki uchaguzi kinazungumzia manunguniko, tunaona sawa. Kwa hivyo nimesema tushirikiane na nyinyi, tuwaambie hadithi za kutuambia sisi tutawaliwe na wazungu kwa njia yoyote ile, hatupo tayari. Hadithi za kudanganya watu, kuchochea watu kwamba kuna miili ya watu haizikwi, atuambie mtu mmoja aliyemfuata akasema ndugu yake hajazikwa. Na kwa taarifa yenu, kutoka Oktoba 29 mpaka leo unaweza kukuta watu waliofariki kwa maradhi mbalimbali ni wengi kuliko wanaohisiwa wamefariki kwenye Oktoba 29. Lakini watu wamezika, tunaendelea kuzika watu wetu kila siku. Ukafiwa. Hapajawahi kuwa na matangazo ya Omari Juma leo anaenda kuzika ndugu